Pia sifa nyingine ya mwanamke huyu anajithamini. Tunaona mwanamke wa thamani siku zote ye huwa anajithamini. Ajishushi ili akubalike. Siku zote anaenenda kwa haki. Anayafanya yaliyo mapenzi ya Mungu. Unajua mara nyingi kama wanadamu huwa tunapenda kufanya mambo ili tuonekane, wakati mwingine ili tuheshimiwe sana, au tupewe, tusifiwe, au tutambulike. Lakini tunaona mwanamke huyu wa thamani, yeye anajithamini. Anajitambua yeye ni nani. Na madamu anajua kwamba kibali chake kinapatikana kwa Mungu siku zote, yeye huwa anaenenda kwa kuyafanya mapenzi yaliyo ya Mungu. Kwa sababu ananijua kabisa mimi sio wa muda mfupi. Na siku zote na anajua kabisa kwamba yeye anaishi kulingana na kusudi la Mungu. Kwa hiyo popote alipo anajua kwamba mimi Mungu ameniweka kwa kusudi na niko katika ratiba ya Mungu. Kwa hiyo akiwa kazini, kwenye ndoa, kwenye biashara, kwenye utumishi na mahali pengine, siku zote anajitoa kikamilifu, kwa sababu anajua anao muda wa kutosha kuyafanya mapenzi ya Mungu popote anapokuwa, na anafanya akijua kabisa ni nini anachokifanya, kwa sababu anajithamini. Na jambo lingine tunaona kwamba anajijua kwamba yeye sio wa kuchezewa. Anajua kabisa mimi sio wa kuchezewa. Na kwa sababu sio wa kuchezewa au sio wa kuchezea, anajiweka katika hali ambayo hawezi kuingilika na watu wasio sahihi. Unajua wakati mwingine wanawake tunaweza kujiweka katika hali ambayo unaweza kukuta kwamba wewe kutokana ulivyo ndo watu wanavyokuchukulia. Wakati mwingine watakunenea wanavyojisikia, watakutendea wanavyojisikia, kwa sababu tu umeshindwa kuijua thamani yako. Lakini tunaona kwa sababu mwanamke huyu anajithamini, aruhusu kabisa watu kumchezea, kwa sababu anajua nafasi yake. Kama ni mke, kama ni mtumishi wa Mungu, kama ni mama, popote pale alipo, anajua nini anachokifanya. Kwa hiyo Waswahili wanasema sio wa mchezo mchezo. Yeye sio wa mchezo mchezo. Anajithamini, anajipa thamani kubwa, anajiheshimisha. Na tunajua kabisa kwamba huyu mwanamke wa thamani pia yeye ni mtu wa heshima. Anajua kabisa mimi nina heshima. Kwa hiyo atawapa watu heshima, atajiheshimu mwenyewe kwanza, atahakikisha kwamba anajipenda, anajua kabisa kwamba mahali gani nikae, mahali gani nisikae, watu gani niambatane nao, watu gani nisiambatane nao, kwa sababu tu namna jinsi anavyojiheshimu. Na wakati mwingine hata anajua kabisa mavazi gani nivae, mavazi gani nisivae. Hata anapodharauliwa siku zote anajitambua yeye ni nani. Hawezi kurudisha dharau. Yuko tayari kuchukuliana na watu, kwa sababu yeye amejipa heshima. Anajua hata kama mwingine akimdharau, bado heshima yake haiwezi kufanya nini? Kupotea. Na wakati mwingine hata anapodhalilishwa, mara nyingi huwa anajithamini, anajijua yeye ni nani. Huwa anayapa matukio muda tu. Unajua wakati mwingine mtu anaweza akaamua kukudhalilisha bila hata kuhusika kabisa kwenye jambo fulani. Unaweza kuzushiwa mambo au kusingiziwa mambo, lakini tunaona mwanamke wa thamani hata anaposingiziwa mambo asimami kujitetea. Kwa sababu tumeona yeye anaongea kwa hekima. Anaangalia ni wakati gani wa kuongea, mahali gani aongee, na aongee wapi au kwa nani. Kwa hiyo tunaona mwanamke huyu hata anapoonyeshwa dharau, sio rahisi kurejesha dharau. Na pia hata anapoumizwa mara kwa mara, yeye pia huonyesha thamani yake, yeye ni nani. Nikafundisha kwamba mwanamke huyu kwa sababu sio akurupuki katika kutenda. Kwa hiyo hata anapoumizwa, ndio kama mwanadamu kweli
ana haki ya kuumia, na tumeambiwa kabisa kwamba tuna haki kweli ya kuumia, lakini hatutaki kuruhusu hata jua licho kabla hatujaachilia au kusamehe. Kwa hiyo pamoja na kuumizwa, tunaona mwanamke huyu wa thamani ni mwepesi wa kusamehe, anachukuliana na mambo na sio kwamba yeye ni aumii. Ni kweli anaumia, lakini yuko tayari kuchukuliana na maumivu, na wakati mwingine hata si rahisi kumjua anapokuwa amepitia maumivu, kwa sababu anajithamini. Na kingine, anajipenda kwa habari ya afya, anakula vizuri, anahakikisha anakula vizuri, anaishi katika mazingira masafi. Wakili wa mazingira huyu, anakula kwa wakati. Ni ndio kweli wanawake tunakuwa na mifungo mara kwa mara, lakini mwanamke wa thamani unatakiwa kujua katikati ya mifungo, siku ambazo unakuwa katika hali ya kula hali ambayo si ya mfungo, unatakiwa ule vizuri. Na hata unapokuwa katika maombi ya kufunga, ni vizuri ufungue kwa utaratibu. Kwa hiyo mwanamke wa thamani huyu tunaona ni anakula vizuri, anakula chakula bora, anakuwa ni mtu wa mazoezi. Na sio mchoyo. Yani anaposema anajipenda au anajithamini, anakula vizuri, sio peke yake, yeye pamoja na mume wake na familia na watu wa karibu naye. Kwa hiyo ni mtu ambaye anapenda pia hata mazingira yake. Yani ukimuona anajijali, anajijali, mavazi yake nadhifu, anavaa kwa heshima na mambo mengine kama hayo. Na tukisema kwa habari ya afya, ni maeneo mengi. Mwanamke wa thamani ni vizuri kufanya mazoezi, yale mazoezi ambayo yako katika mazoezi ambayo ni mazuri, ambayo huwezi kumkosea Mungu kwayo. Kuna mazoezi mengi, unaweza ukafungua nyimbo zako za dini, imba nyimbo za sifa, ukacheza, ukafanya mazoezi ya viungo. Wengine wanakimbia, wengine wanacheza michezo mingine mbalimbali. Basi jambo jingine pia tunaona kwamba siku zote mwanamke huyu huwa analeta amani mahali alipo. Mwanamke wa thamani alipo, sio rahisi kukuta kuna machafuko. Anapokuwepo yeye, eneo hilo, kama ni kwenye ndoa, kwenye familia, kwa ndugu na jamaa na kadhalika, huwa anahakikisha kunakuwa na utulivu. Tunajua huyu ni chombo cha amani. Mungu ameweka tunda la amani liko kwa wingi ndani yake. Kwa hiyo tunaona popote anapokuwa kunakuwa kuna utulivu. Kama ni kwenye familia inakuwa na utulivu. Kama ni wakati mwingine yuko kwenye familia, utaona upendo. Kwenye kazi, kanisani na mahali popote anapokuwa mwanamke huyu wa thamani, vitu hivi haviwezi lazima vionekane. Kitu kingine, anakuwa ni mtu wa faraja. Kama nilivyotangulia kufundisha wakati nimefundisha kwa habari ya hekima, mwanamke huyu wa thamani anapokuwa mahali popote, unapokuwa naye utajikuta hivi vitu viashiria hivi unakutana navyo, kwamba anakuwa ni mtu wa faraja. Maneno yake ni ya kujenga, maneno yake ni ya kutia moyo, maneno yake ni ya kuwainua wengine. Kwa hiyo popote anapokuwa, watu wanafarijika kuwa naye, wanajisikia vizuri karibu naye, wanajisikia vizuri kushirikiana naye. Na kitu kingine, anakuwa ni mtu wa matumaini, yani watu wanamtegemea. Anapokuwepo popote mwanamke huyu wa thamani, anasimama kwa uaminifu kuhakikisha kwamba lile kundi analohudumia liko salama, anahakikisha mume wake yuko salama, anapata huduma zote zinazostahili, familia, watoto wake wanahisi salama kuwa karibu naye. Na nikirudi kwa habari ya mume, hata anapokosekana nyumbani, mume asikii raha. Ikitokea mwanamke huyo thamani amesafiri, mume anakuwa kama mgonjwa, kwa sababu anaona kabisa rafiki yake hayupo, anahisi kabisa ule upweke. Na hata familia inajisikia salama kuwa karibu naye, watoto wanamfurahia na watu wa nyumbani mwake. Na siku zote mume wake anapenda hata kuwa na mapumziko naye, anajisikia vizuri kuambatana naye, anaenda naye popote, ana uhuru wa kumtambulisha popote, kwa sababu tu ya ile thamani kubwa alionayo na jinsi alivyo na mtu wa amani. Na kingine, hata watu wanapokuwa karibu naye,
kama nilivyotangulia kusema, wanahisi kupendwa, wanahisi faraja, wanahisi amani, wanajisikia kabisa wako na mtu wa thamani. Basi tunaweza kwenda kumwangalia mwanamke huyu anapokuwa katika ndoa yake yukoje. Tutaenda kumwangalia mwanamke huyu wa thamani kubwa anapokuwa kwenye ndoa yake. Siku zote anakuwa mtu wa heshima, hana dharau. Huwezi kukuta anamdharau mume wake hata siku moja, hata anapokuwa naye sirini. Heshima hii ninayoiongelea ni ile heshima inayoanzia kule chumbani. Wanawake wakati mwingine tunaweza tukaonekana tunawaheshimu waume zetu sana machoni pa watu, lakini tunapokuwa katika maisha halisi nyumbani na hasa kule faraghani, heshima tunakuwa hatuna. Kwa hiyo tunaona mwanamke huyo thamani kwenye ndoa anatambua nafasi ya mume wake, kwamba mume wake ni kiongozi, ni kichwa chake, ni utukufu wake. Kwa hiyo anatambua nafasi ya mume wake na anampa heshima. Yuko tayari kumheshimu, yuko tayari kumtii na kunyenyekea chini yake. Afanyi chochote bila ridhaa ya mume wake. Na huwezi kukuta na mabishano au na mashindano na mume wake. Kwa hiyo mara nyingi wanawake huwa tunatamani sana au tunadai sana kupendwa na waume zetu. Lakini mimi nataka nikuambie, ili mume wako aweze kukupenda kwa dhati, hakikisha unampa heshima. Kila mwanaume anatamani heshima, anapenda kuheshimiwa na mke wake. Awe mrefu, awe mfupi, awe mwembamba, awe mnene. Hakuna mwanamume anayependa dharau. Lakini wanawake sasa, Mungu atusaidie sana, tukishaishi na waume zetu, inawezekana tukawa na heshima sana nyakati za uchumba au mwanzoni kabisa mwa ndoa zetu pale mwaka 1 mpaka 5 hapa, huwa tunajitahidi kufanya vizuri. Wakati mwingine mwaka tu tayari anaanza kuonyesha dharau za kwa mume. Kisa ni mume wake, mwili mmoja, wanalala pamoja, ameshamjua vizuri. Lakini neno la Mungu limetuagiza, imetupasa kuwaheshimu, kuwatii. Tunatakiwa tukubali kuwa chini yao, kuwapa nafasi, kuwapa nafasi yao ya uongozi. Kama tunavyojua ndoa ni agano. Mungu ana utaratibu kwenye familia. Alivyomweka baba kuwa kichwa cha familia au kichwa cha mke, hakukosea. Ni utaratibu wa kimungu. Kwa hiyo mume anastahili kupewa heshima. Kwa hiyo mwanamke huyu wa thamani anatambua nafasi yake, anamheshimu mume wake katika mazingira yote, awe mfaraghani sirini au hadharani, kanisani, kwenye familia yao, ukweni na kokote kule. Unapomuona unaona namna ambavyo Mungu anampa mume wake heshima. Na siku zote tunaona ana tabia ya kulazimisha mume. Unajua wakati mwingine tunawalazimisha mume kufanya mambo. Wakati mwingine hata nikuulize wewe mwanamke, unapotoka huwa unasema ninaomba au ninaenda. Utakapofanya jambo lolote bila idhini ya mume, manake wewe umelazimisha, hujaomba ruhusa. Kwa hiyo kuanzia sasa sisi kama wanawake wa thamani imetupasa kujua kwamba hatutakiwi kufanya maamuzi yoyote bila ridhaa ya waume zetu. Na tunapofanya hivyo manake tunawalazimisha. Kwa hiyo siku zote mwanamke huyu anamshawishi mume wake kwa hekima. Akiona kuna mambo fulani yaendi vizuri, anatumia hekima kubwa aliyonayo ndani yake ambayo Mungu amempa, kuhakikisha kwamba anamshawishi mume wake mpaka kuhakikisha yale maamuzi kama mume wake anayotaka kuyafanya si sahihi, unakuta mume anabadili mwelekeo. Na wakati mwingine akiona nafasi aliyopata kuongea, labda yale aliyowakilisha hayakupata kibali, mwanamke huyu ni anasubira. Ni mwepesi kuvumilia, na akiona mambo yaendi siku zote, kwa sababu ni mwanamke wa thamani na ni muombaji, anaenda mbele za Mungu. Unajua maombi ni kila kitu. Na kwa sababu ni mwili mmoja, Mungu basi atasema tu na mume wako, lakini sio vizuri kumlazimisha au sio vizuri kufanya maamuzi yoyote ambayo mume hajayafiki. Na tunaona pia mwanamke huyu pia
yeye alalamiki, sio mtu wa malalamiko. Unajua kuna wanawake ambao tunapitiliza, wakati mwingine hata tunawalalamikia waume zetu mbele za watu. Mungu atusaidie sana. Lakini mwanamke wa thamani, yeye si mtu wa malalamiko. Utawa na kuridhika ni faida.